They have lived their life. We have our life to live. Kwa hivyo watatumia njia nyingi, wataharibu uchumi wako kwa njia tofauti tofauti. Wataingilia kutumia media, vyombo vya habari vitatumika vya kusambaza maudhui ya chuki, maudhui ya upande mmoja ya kibaguzi. Yatatembea maudhui ambayo sio ya kujenga, sio ya kuhamasisha kujitegemea, sio ya kuhamasisha kulilinda taifa, sio ya kuhamasisha uhuru, sio ya kuhamasisha umoja, sio ya kuhamasisha mshikamano. Watatumia maudhui tofauti na hayo kwa ajili ya kutugawanya, kututawanya. Na nitumie nafasi hii kwa vyombo vya habari. Mmepata nafasi, mmesajiliwa, mmepewa leseni, tumieni leseni zenu vizuri kwa manufaa ya Tanzania. Lakini pia watatumia vyama vya siasa. Hapa ndo tunapokuja kwenye ile shinikizo la kuleta vyama vingi. Kuna vyama vitakavyotumika katika kuharibu. Yatatumika mashinikizo kwa sababu wanajua kabisa Watanzania ili tuwatafutie namna tutapika watu huku, tutawasukumia huku. Wakiona ni Watanzania wenzao watawaamini. Lakini bado tuna akili ya kutambua huyu ni Mtanzania mwenzetu, lakini sasa hivi kwa matendo yake, kwa maneno yake, huyu sio mwenzetu, ni msaliti. Tumempa chakula, tumempa imani, lakini ni msaliti. Sasa hivi atendi kwa maslahi yetu. Katika maslahi ya taifa hili la Tanzania. Namba moja maslahi yetu. Silahi letu la kwanza, niseme silahi. Sijui nitakuwa niko sahihi. Ndugu yangu atanisaidia Jora Mkumbi, mtaalamu wa Kiswahili. Lakini silahi letu moja katika yale maslahi ya taifa letu, amani namba moja. Amani ni namba moja. Sio magorofa mnayoona huko. Sio magari mazuri mnayoyawaza na kuyataka. Sio hizo maisha mazuri ya kula ya no. Amani, utulivu kwanza, huo mnaouita katika nchi ndo namba moja. Kwa hivyo tukiona mtu anacheza na hii amani, vyombo vyetu tunaomba, ni wakati sasa tunaona watu wanaanza kucheza na maslahi ya taifa, ambao ni ndugu zetu kabisa, wanatoka kwenye jamii zetu kabisa, wanaishi kwa kodi zetu, kwa sababu kila Mtanzania katika nchi hii anaishi kwa kodi inayolipwa na Mtanzania mwenzake, na ni ukweli usiopingika. Aliyeko mjini ataishi kwa kodi ya aliyeko kijijini, na aliyeko kijijini ataishi kwa kodi ya aliyeko mjini. Aliyeko kijijini anazalisha chakula, aliyeko mjini anatoa pesa. Tunategemeana hivyo, na ndio uchumi unavyojengwa. Huu mgawanyo wanaotaka kutuletea, ni wakati umefika sasa tuwaambie ukweli. Tunajielewa, tunajitambua, tafuteni njia nyingine. Tafuteni mahala pengine. Kwa hivyo nimeshazungumza mambo nadhani matatu. Katika yale nilisema mambo matano ambao pia yanatumika. Nikasema ni uchumi, watavuruga uchumi wenu. Lakini pia nikasema watatumia vyombo vya habari. Lakini pia watatumia vyama vya siasa. Lakini pia wakione inashindikana, wataleta fujo. They will create chaos. Tunaona mataifa yaliyofanyika kule. Wanasema wanaanzisha maandamano, mvurugano, nchi ikiwa itulii, naenda hivyo hivyo. Unashangaa ni maandamano yanaanza watu wawili, watatu, wanne, watu hawajijengi kiuchumi. Unashangaa halmashauri hakaendelei kwa sababu kila siku ni kuvutana, ni nini? Ni vitu ambavyo tunaviona. Sisi hapa Arusha tulikuwa, mimi nitazungumza ukweli. Arusha hapa tulikuwa na mbunge
God bless Lema, alipata dhamana. Wananchi kweli walionyesha kumkubali katika kipindi chake. Pata dhamana, nadhani aliongoza term 2. Lakini Arusha ilikutumika ni jukwaa la maandamano, it was a platform ya watu kufanya harakati. Wana Arusha waliteseka. Kila siku wako barabarani, kila siku maduka yanafungwa. Ni nini? Lema anapita na watu, Lema anapita na waandamanaji. Leo kuna nini? Watalii wakapungua. Na kwa kuwa watalii wanapungua, tunaona kweli ugumu wa maisha unakuepo, na kweli tunasema, lakini naye anarudi kwa anasema anarudi kwa anasema ni serikali yenu, serikali yetu vipi? Mzunguko wa hela unakuwa mdogo kwa sababu ya mambo unayoyaleta ndani. So they will use that. Watatumia hizo njia tofauti. Wata create chaos through different ways. Watatumia njia tofauti za kuleta maandamano, lakini pia watatumia njia wata create chaos hivyo. Si ndio? Chaos inaweza ikaja kwa njia nyingi tu. Tumeshuhudia mfano kwa mfano. Tapa mfano mdogo tu, ndugu zangu. Tapa mfano mdogo tu. Matapeli au matapeli au vibaka wakitaka kuiba mahali au kusachi watu kwa nyia ambao mmekaa sehemu za mkusanyiko mijini, mikusanyiko stendi, saa nyingine hutumia njia ya kujifanya kama wanagombana. Wagombana pale, mnaenda mnaamua, kumbe unasachiwa. Kumbe unapigwa finga za kutosha, yani ukitoka hapo wallet huna, hela huna, simu huna, umeshasachiwa. Kwa ni njia zinatumika. They will create chaos, hiyo njia 4. Lakini wakiona haitoshi, pia wanaweza wakatumia propaganda. Tashangaa vinaibuka hoja tu. Hoja tu, watu wanaamka na hoja. Propaganda tu za tofauti. Mara utekaji, mara nini. Yamkini kuna watu wanatekwa. Mimi sijui, sijathibitisha, sijakutana na mmoja. And I don't choose to believe everything that I hear from people. Sichagui kuamini chote ninachokisikia kutoka kwa watu. Mtu atatoka atakiri nilitekwa, lakini toa ushahidi ilikuwaje, mazingira ilikuwaje. Saa nyingine kuna ukakasi mwingi wa mambo, wa maelezo. Kwa zinaweza zikaanzishwa propaganda. Na zile propaganda ndio inakuja kuleta vichocheo vya kuleta hizo chaos, kuleta hizo tafrani, mitafaruku. Hilo ni jambo la 5 kama sikosei nimetamka. Mitafaruku. Chaos will create, propaganda can lead to chaos. Tunakumbuka historia inaeleza wakati wa kabla ya vita vya wenyewe kwa wenyewe Rwanda, kuna mambo yalianza kuzungumzwa kwenye media zilitumika. Kuna media zilitumika kuanza yani kuna namna tumesoma katika historia, ukifuatilia zile kesi za watu utasikia kuna vitu vinazungumzwa kule. Sitaki kuzungumzia zaidi sana huko kwa sababu ni iko kwenye territory ya watu wengine, lakini tunapata mifano namna propaganda inavyoweza ikatumika katika kudetermine siasa za taifa fulani. Kwa hiyo wakiona hizo njia zote kabisa zimeshindikana, they can even assassinate a leader. Watamuua kiongozi wenu ambaye amesimamia misingi imara na kulilinda taifa. Tunaona kilichofanyika Libya. Ziliingizwa propaganda kule, watu wakazibeba, wa Libya wachache wakazibeba, wakaenda nazo, wakaleta chaos.
hatimaye tunaona ile nchi leo iko wapi. They are struggling. Nchi imebomolewa maeneo tofauti. Kuijenga upya kurudi kama ilivyokuwa, it will take them time. Sasa Watanzania tujifunze. Hapa duniani tuko kujifunza. We are here tunaishi kujifunza. Tutajifunza kwa kuona, tutajifunza kwa kusikia, tutajifunza kwa kuexperience. Yani nitatumia mfano mwepesi au mrahisi. Ukiambiwa hii chai ni ya moto, usiposikia, yani utakuwa ujifunze kwa kusikia. Umeambiwa tu chai ni ya moto, ukasikia, ukaelewa, ukaishi, ukajua namna ya kuinywa au kuiacha ipoe. Usiposikia, basi utaona ikiletwa mezani kwako, utaona ule moshi unafuka. Usipochagua pia kujifunza au kuamini moshi unafuka huu, ukaamua kuichukua na kuitia kwenye ulimi, you will experience. Utaungua ulimi. Na ukishaungua ulimi, huna namna ya kurudi tena. Ulimi tayari umeshaungua, hapo sasa hivi ni utafute tiba ya ulimi. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze tulioyasikia kwa wenzetu na tunayaona. Tusitake kufika kwa experience tukaanza sisi kukimbia. Leo hii mimi sina nauli ya kutoka hapa nilipo, iwe ni nyumbani, iwe ni wapi, ya kufika hata mjini, au ya kufika sehemu fulani, au ya kufika mkoa fulani, au ya kufika wilaya.